Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Pendwa mtazamaji, ninafurahia Mungu kwa ajili ya wakati huu. Pende kukaribisha kwenye mafundisho yetu ya neno la Mungu kwa njia hii ya mtandao. Karibu, uko mahali salama, uko mahali pazuri, uko katika uwepo sahihi kabisa wa Mungu kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya kizazi chako. Ninafurahia Mungu kwa ajili ya neno lile ambalo tutakwenda kujifunza siku ya leo. Neno zuri ambalo Mungu ameweka mzigo ndani yangu kwa ajili ya kushirikisha wewe mtu wa Mungu ambaye umepata nafasi ya kuweza kufungua chaneli hii. Karibu sana, uko na mimi mtumishi wa Mungu Godwin Monyo. Niko tayari kwa ajili ya kuweza kukuhudumia kile ambacho mbingu imeruhusu kikufikie siku ya leo. Bila kupoteza wasaa, nitamshukuru Mungu alafu tutaendelea. Mungu mtakatifu, asante Bwana kwa ajili ya wasaa huu. Asante kwa ajili ya ndugu huyu, asante kwa ajili ya watu wako wanaosikiliza somo hili. Bwana Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako. Anza nasi, maliza nasi, tembea nasi katika safari hii sawa sawa na uweza wa neno lako, sawa sawa na nguvu na utajiri wa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Kutana na maisha ya mama huyu, kutana na maisha ya dada huyu, kutana na maisha ya ndugu huyu, kutana na maisha ya mtoto huyu, kutana na maisha ya familia hii, kutana na maisha ya ndoa hii kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina sana. Somo ambalo tunakuwa nalo siku ya leo ni kwa habari ya kuzaa mambo makuu kwa njia ya huduma ya maombi. Kuzaa mambo makuu kwa njia ya huduma ya maombi. Navyozungumza kwa habari ya kuzaa mambo makuu, natamani unielewe, mambo makuu au jambo kuu ni jambo lolote ambalo ukilishika kwenye maisha yako, ukilipata kwenye maisha yako, Mungu akikutendea, utarudi kumshukuru na kusema hakika Mungu amenitendea jambo. Mwingine kupata uzao ni jambo kuu. Mwingine kupata kazi ni jambo kuu. Mwingine hali ulionayo sasa hivi, kupata mlo wa siku, mlo mmoja ni jambo kuu. Mwingine kupata milo 3 kwa siku ni jambo kuu. Mwingine mtoto wako kurudi kwenye tabia njema ni jambo kuu. Mwingine ndugu yako kunyanyuka kitandani na kuweza kurudia afya yake ni jambo kuu. Kwa hiyo jambo kuu ambalo tunalizungumza siku ya leo ni lile jambo ambalo limebebwa ndani ya moyo wako, ambalo Mungu akikutana nalo utakuwa na hakika kusema kabisa, Mungu amenionekania. Na niko hapa kwa uweza wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuleta shauri la Bwana ambalo litakusaidia kwenye kuzaa mambo makuu, kuona matokeo ya hicho ambacho kimebebwa ndani ya moyo wako, sawa sawa na Mungu aliyekutembelea siku ya leo. Kwa karibu sana kwa ajili ya safari hii na Mungu, ambayo kwa hakika nitapokea shuhuda kutoka kwako. Fungua na mimi kitabu cha Yakobo sura ile ya 5 mstari wa 17. Yakobo sura ya 5 mstari wa 17, nitausoma mstari huo. Na unasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Maandiko yanazungumza kwa habari ya maombi na yanasema wazi, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Sio tu kuomba, lakini akiomba kwa bidii. Yesu Kristo naye akatuelekeza kile kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 7 hata ule wa 8, kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, nabisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa unaona kabisa ni njia ya sisi kuweza kupata masuluhisho ya zile mambo, changamoto mbalimbali tulizo nazo, lakini vile vile ni njia ya mbingu kuweza kutibu mambo duniani. Mwanadamu anavyokaa sawa sawa katika maombi,
Anaiwezesha mbingu kufanya mambo yake duniani, lakini anatuwezesha na sisi kufanya mambo duniani sawa sawa na vile ambavyo tunahitaji katika Mungu. Kwa hiyo somo letu ni kwa habari ya kuzaa mambo makuu kwa njia ya huduma ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Samueli wa kwanza, hii sura ya kwanza, nitasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 17 kwanza. Nao unasema, palikuwa na mtu mmoja wa Rama, msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana, mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sufu, Muefraimu. Naye alikuwa na wake wawili, jina la mmoja akiitwa Hana na jina lake wa pili akiitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuliabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wa Eli, Hofni na Fineas, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake, sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari ule wa 7. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani mwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye akalia asile chakula. Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Ndipo Hana akainuka alipokwisha kula na kunywa huko Shilo. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyu mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania ya kuwa amelewa. Mstari wa 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Mstari wa 17. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwa habari ya stori hii ambayo tutatumia kama somo letu kuweza kupita kwenye eneo hili la maombi, Roho Mtakatifu ataamsha kitu katikati yetu. Stori hii ni kwa habari ya Hana na Penina, wake wa bwana mmoja anaitwa Elkana. Alikuwa na wake wawili, Hana na huyu mmoja anaitwa Penina. Penina alifanikiwa kupata watoto na Hana yeye hakuwa amebarikiwa kupata watoto. Na kwa sababu hiyo tu yule mke mwenza akatumia hiyo kama nafasi ya kumsema mwenzie mara kwa mara. Huyu bwana Elkana alikuwa ni mcha Mungu, kila mwaka alikuwa anapanda madhabahuni kwa ajili ya kwenda kutoa sadaka yake yeye na familia. Kwa hiyo kipindi hicho ikawa ndo kumbukumbu ya mke mwenza kumng'ang'ania yule mwenzie, akimsema, akimdharau kana kwamba hana thamani kwa sababu yeye hakufanikiwa kumzalia huyu bwana wao. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini tunaona huyu mama alikaza kwenye kumuomba Mungu, alikaza kwenye kumuomba Mungu mwaka hadi mwaka, alikaza kwenye kumilia Mungu katika madhabahu ya Mungu, mpaka siku nabii wa Mungu akiwa madhabahuni, mzee Eli akamuona na akamtamkia neno la kufanikiwa, neno la baraka mama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo kadhaa ambayo napenda uyafahamu, yatatusaidia kwa habari ya kuzaa mambo makuu kupitia maombi. Jambo la kwanza, kufanikiwa ama kuchelewa kwako kunategemeana na kile Mungu ameweka ndani yako na wala sio jirani yako. Nitarudia, kufanikiwa ama kuchelewa kwako kunategemea kile Mungu alichoweka na anachochochea ndani yako na sio kufanikiwa kwa jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Huenda unapitia pressure namna fulani kwamba rafiki zangu, ndugu zangu, watu wa umri wangu, kuna mahali, kuna aina ya mafanikio wameshafikia. Huenda watu wa rika lako wote wako kwenye ndoa. Huenda watu wa rika lako wote wameshajenga nyumba. Huenda watu wa rika lako wote wanajitegemea, wamepanga nyumba nzima, na wewe bado umejibanza mahali kwenye chumba kimoja. Lakini neno la Bwana ambalo liko mbele yako siku ya leo linachokushauri ni kwamba, au ninachokushauri katika Bwana ni kwamba kufanikiwa kwako hakuko kwenye ratiba za wengine waliofanikiwa. Kufanikiwa kwako kunategemeana na yule Mungu ambaye yuko ndani yako. Tunamuona kwa habari ya mama huyu anaitwa Hana, ambaye yeye alichelewa. Huko mbele tutakuja kuona yeye alichelewa, na moja ya jambo lilikuwa linamtia moto ndani yake ni ile pressure alikuwa anaipokea kutoka kwa huyu mama mwingine anaitwa Penina. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya muda alivyokaza akaja kuzaa kitu cha thamani, huenda pengine kile ambacho yule aliyemtangulia alizaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kufanikiwa kwako kinategemeana na ule mchocheo na msukumo ambao Mungu anafanya ndani yako. Mafanikio yako au kufeli kwako hakuhusiani kabisa na kufanikiwa au kufeli kwa wenzako. Hiyo pressure iondoke kwako katika jina la Yesu Kristo. Soma kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 9 na wa 10 kwa habari ya mtumishi wa Mungu Mtume Paulo. Utaona kabisa Mtume Paulo sio miongoni mwa wale mitume 12, lakini ni mtume ambaye mimi na wewe leo huenda tunamsoma kuliko watume wengine ambao walikuwa na Yesu mmoja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuwahi au kuchelewa kufanikiwa inategemeana na Mungu anachokichochea ndani yako, wala sio wengine wamefikia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unavyozaliwa, kuna mtu ambaye amemaliza chuo kikuu. Wewe ambapo unaanza kazi, kuna mtu ambaye anastaafu. Maisha yametengenezwa kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukakubali hiyo pressure ambayo inakuja ndani yako ya kwamba umechelewa, ya kwamba hauna nafasi ya kufanikiwa kama fulani. Neno la Bwana liko mbele yako kukutia moyo na kukukaza ukaze kwa nafasi yako, ya kwamba mafanikio yako yanategemea katika Yesu ambaye utaamua kumzingatia kuanzia siku ya leo, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Jambo la pili, Mungu huweza kuruhusu ugumu upite kwenye maisha yako ili upate nguvu ya kusukuma na kuzaa mambo makuu. Mungu anaweza karuhusu ugumu fulani kwenye maisha yako, akakaa pembeni, ukapata changamoto kupata hiyo ndoa, ukapata changamoto mafanikio yako ya kiuchumi kuonekana. Lakini lengo la Mungu anavyokaa pembeni nyakati za namna hiyo ni ili kuruhusu wewe uweze kujiegesha zaidi kwa Mungu na kuweza kusukuma zaidi ili kuzaa jambo kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya kupa maandiko, nitakupa tu mfano wa kawaida. Mimba ya sungura ni tofauti na mimba ya tembo. Wote wameshika ujauzito, lakini huyu atatumia
kipindi chake kuzaa na huyu anatumia kipindi chake. Hata wanapokuja kuleta uzao, uzito ule uzao unatofautiana. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho najaribu kukuelekeza mtumishi wa Mungu katika Bwana ni nini? Sio kila ugumu ambao unaupitia ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ugumu mwingine kazi yako ni kutengeneza msuli, kutengeneza nguvu ya ndani ili kusukuma aina ya uzao ambao unapaswa kuuleta. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila ndoa zinafanana. Kuna ndoa ambazo zina mipango, zina vitu ambavyo vinatakiwa zilete katika dunia hii ambazo zitageuza dunia. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa unaumia, kwa nini mimi kila siku mimi ninashinda makanisani, Mungu namlilia Mungu, natoa sadaka zangu, lakini bado hakuna hata mtu ambaye amenisemesha dada habari yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikutie moyo katika Bwana. Ndoa ambayo Mungu anakutengenezea huenda ikatofautiana na huyo ambaye unajilinganisha naye. Huenda ikatofautiana na yule ambaye unamtafakari kwenye mahesabu yako. Mungu anachukua muda ili utengeneze uwezo wa kuhimili aina ya ndoa, aina ya mahusiano ambayo anayeita kwenye maisha yako. Kwa hiyo ugumu unaopitia ni sehemu ya matengenezo ambayo Mungu anatengeneza kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kwa habari ya mama Hana huyo hapa. Mama Hana, maandiko yanasema hapa mstari wa 5 na wa 6, nitausoma. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana amemfunga tumbo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwenzie alikuwa anamsema, mwenzie anampa pressure kulingana na hali yake ya utasa, hali yake ya kushindwa kushika uzao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo hali ndio ikamsababisha huyu mama akajikita kwa Bwana, mpaka mwisho wa siku akaja kuzaa nabii wa Mungu ambaye alisimama na ile taifa la Israeli na likawa na ushindi juu ya vita ambazo zilikuwa zinaendelea kipindi kile. Akawa nabii kiongozi ambaye amesimama, mtumishi wa Mungu akasimama kama kiongozi wa taifa mpaka mfumo wa ufalme ulipokuja kuanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana alikuja kuzaa kitu kikubwa tofauti na mwenzie ambaye alimtangulia. Kitu ambacho najaribu kusema ni nini, mtumishi wa Mungu? Huo ugumu unaopitia, ukiamua kuegemea kwa Yesu Kristo, ya kile ambacho anajaribu kusemesha maisha yako, kile ambacho anajaribu kufanya maisha yako, uwe na hakika kitu ambacho kitazaliwa ndani yako, kitu ambacho kitazaliwa kutoka kwenye maisha yako, huenda kikawa kikubwa kuliko mahesabu ya wale ambao unawatizama wametangulia. Jambo la 3. Teso au jaribu lingine linaweza kujirudia miaka na miaka, sio kwa kuwa watesi wako wana nguvu, bali kwa sababu nguvu ya kusukuma haijatosha ukubwa wa kinachopaswa kuzaliwa. Jaribu lingine huweza kujirudia miaka na miaka, sio kwa sababu maadui zako wana nguvu, lakini kwa sababu nguvu ya kusukuma jambo lako haijatosha kulingana na ukubwa wa jambo linalopaswa kuzaliwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa unapitia wakati ambapo unaona mbona kama nakaribia, mbona kama mahusiano haya nilikuwa naelekea kabisa vizuri, na huyu kaka tumeenda naye vizuri kabisa, tunakaribia kufika hatua ya kwenda kutambulishana, alafu ghafla mambo yamekatika. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza ikatokea kwenye habari ya biashara. Mbona kama biashara yangu ilianza kusimama mwaka huu, ilianza kusimama alafu ghafla tukarudi tena kwenye hasara. Mwaka ujao, miaka 2 mitatu, naona hiyo hali inajirudia. Bwana Yesu asifiwe. Kitu gani ambacho najaribu kusemesha mtumishi wa Mungu? Sio lazima sana ikawa maadui wana nguvu za kukuzidi wewe. Sio lazima sana wachawi wa ukoo, wachawi wa kwenye familia, wachawi wa mtaa ambao wanasifika kwamba wanakuweza sana. Pengine na zaidi sana kitu ambacho Mungu anaachilia ni kwamba nguvu ya kusukuma hilo jambo, hiyo faida unayotaka, nguvu ya kusukuma kuzaa hicho unachokitaka haijatosha kiasi
kile ambacho kinahitajika kuweza kuzaa. Nitakupa mfano wa kawaida kabla sijakufikisha kwenye maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Tuna haya majagi ambayo tunatumia kuchemshia maji. Kwa mfano, ninachemsha maji, unapata maji, unakunywa chai vizuri kabisa, na yale maji yamechemka. Lakini jagi hilo hilo huwezi ukalitumia ukachemsha na ukachemshia maharage alafu yakatoka yameiva. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotofautiana ni nini? Moto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo moto unaopaswa kuzalishwa na wewe unahitajika mkubwa zaidi. Ndio maana unakuta kuna baadhi ya maduara yanaenda yanajirudia kwenye maisha yako. Sio kwamba Mungu asikii maombi yako, wala sio kwamba watesi wamekuzidi sana. Moto wa kuzalisha kile ambacho unapaswa kizae kwenye dunia hii, tukakufurahie. Huyu ni mwandishi wa habari mkubwa, huyu ni mtaalamu mkubwa, huyu ni daktari mzuri. Inahitajika uendelee kukaza katika maombi zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 4. Kumbuka somo tulilo nalo ni kuzaa mambo makuu kupitia huduma ya maombi. Jambo letu la 4 la kuzingatia, kitu ambacho kitatusaidia kufikia kwenye hatua maombi yamewaka ndani yetu na tunazalisha vitu vikuu kwenye eneo lolote lile ambalo tunafanya kazi, eneo lolote ambalo tunamtumikia Mungu. Kutokuridhika pamoja na baraka ambazo zimezunguka maisha yako ni dalili ya kwamba hujamaliza kuzaa mambo yako. Hali ya kutokuridhika ndani yako, Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa tayari una familia. Unaweza ukawa tayari una familia na umeajiriwa mahali, kazi yako inaenda vizuri, hauna mgogoro ofisini, hauna mgogoro kwenye ndoa yako. Pamoja na kukamilisha hayo, bado katika hali ya kujirudia unakuta ndani mwako unakosa amani. Ndani mwako unakosa amani. Kitu ambacho najaribu kukwambia ni nini? Hali ya kukosa amani, hali ya kutokuridhika, pamoja na kwamba nje mazingira yako yamekaa shwari, ni dalili ya kwamba yako mambo au liko jambo ambalo Mungu anataka ulizae na bado hujalizaa. Bwana Yesu asifiwe. Naweza kukupa mfano. Mama ambaye amebeba ujauzito wa mapacha, labda 2 au 3. Sawa hawezi akazaa yule wa kwanza alafu akajisikia hali imekaa shwari, lakini ndani yake bado ule uchungu, naamini bado utaendelea kumsumbua, maana kuna kitu hajamaliza kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni tofauti na mtu ambaye alikuwa anazaa mtoto wake mmoja. Akimaliza kuzaa mtoto wake mmoja, atajisikia ile auweni kwamba amemaliza kuzaa. Lakini yule ambaye ana vitu vya kuendelea kuzaa, unakuta bado hajatulia. Bwana Yesu asifiwe. Hali kadhalika, kama kuna hali ambayo unapitia, mazingira yako ya nje yote yako sawa sawa, lakini ndani ni kama uridhiki, ndani ni kama kuna kitu bado kwenye maisha yangu. Haimaanishi ndoa ulionayo ni mbaya. Uliwinda muda mrefu, ukamwomba Mungu, kafunga, toa sadaka na Mungu akakufanikisha. Pamoja na hayo, lakini unahisi kama kuna kitu kinapunguka. Maana Mungu anajaribu kukuvuta uje utulie naye ili mzae tena kitu kingine. Pamoja na hiyo ndoa, Mungu anaweza kawa anataka uzae biashara moja kubwa. Pamoja na hiyo biashara ulio nayo, Mungu anaweza kawa anataka ufungue na biashara nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali ya kutokuridhika, pamoja na kwamba nje mazingira yako yanaonekana yako shwari, ni dalili ya kwamba bado kuna jambo la kusukuma na liko katika uwezo wako katika Mungu kuweza kulizaa. Bwana Yesu asifiwe. Soma hapa kwenye mstari huu wa 8 kwa habari ya huyu mama anaitwa Hana. Hana ndo alikuwa anapendwa kuliko yule mwenzie. Hata kwenye utoa kwenye wakati Elkana anawapa zawadi na watunuku vitu vya kutoa dhabihu na sadaka zao, alikuwa anampa mara 2. Mstari wa 8 unasema, Elkana mumewe akamwambia, Hana, unalia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto 10? Bwana Yesu asifiwe. Maana Hana alikuwa na kila kitu cha kumfanya hawe na furaha. Anapendwa zaidi, anakula chakula kizuri, bwana alikuwa anajiweza, lakini pamoja na hiyo alikuwa bado ana mahangaiko fulani. Ukiachana tu na hali yake ya kusongwa na yule mwenzie, lakini bado alikuwa hana utulivu
kiasi cha mume wake kumshangaa. Kwa nini, mbona una furaha pamoja na hayo? Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu kile ambacho kiko ndani yake kilikuwa kinaendelea kutokota. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hali ya kutokuridhika, pamoja na kwamba mwingine angekaa kwenye mazingira yako angekuwa na hali tulivu na kuridhika, hiyo ni dalili ya kwamba bado kuna jambo Mungu anataka ulisukume. Maana endelea kukaa kwenye maombi, endelea kudumu kwenye maisha ya sala, maisha ya ibada, ili udhihirishe hilo jambo ambalo Mungu anahitaji tuweze kuliona kwenye maisha yako. Maandiko matakatifu yanasema mahali pengine, amani ya Kristo ndiyo iamue moyoni mwenu. Kwa hiyo kukosa amani ni dalili tosha ya kufanya urudi magotini pa Mungu, uendelee kukaza kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini vile vile Wafilipi 2 ile sura ya 13 inazungumzia kwa habari ya kunia kwenu na kutaka kwenu ni ili kulitimiliza shauri la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hiyo hali ndani yako ni dalili tosha bado kuna kitu cha kusukuma ambacho kinaweza kikageuza maisha ya watu wengi pamoja na maisha ya kwako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5. Jambo la 5. Hata walioandaliwa kukushika mkono huweza kukutilia shaka mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wa hatima yako huenda wakakutilia shaka mwanzoni. Mwendelezo katika maombi na kufanya yanayokupasa ndiyo ufunguo wako. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa umetumwa kabisa na una msukumo mzuri kabisa wa Mungu kwenda kufungua biashara kule Kilwa. Sawa? Kufungua biashara fulani pale Dodoma. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kitu kizuri kabisa, na ni hiyo haja tumeona kwenye Wafilipi hapo, hiyo haja imewekwa na Mungu kabisa mwenyewe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na hilo, unaweza ukafika pale na mazingira ya kukukataa. Sawa? Na watu wakawa naona umeshafungua na biashara yako nzuri na muonekano mzuri kuliko wengine, lakini watu wanapita wanaenda kwa mtu ambaye alikuwa yuko siku nyingi na ni wa kawaida kabisa. Kitu gani ambacho najaribu kukwambia? Hata wale watu walioandaliwa kukushika mkono huenda wakakutafsiri tofauti. Sawa? Ila kukaza kwako kwenye maombi ndipo kutafungua hiyo njia ya wewe kuweza kupokeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unawachukulia watu bidhaa nzuri kutoka China, unawachukulia watu bidhaa nzuri kutoka Uturuki, hazifanani kabisa na bidhaa ambazo wanachukua hapa mjini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hilo, wewe ndio ambaye bidhaa zako zinaonekana ni feki na wanakusimanga kwamba bidhaa zako ni feki. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho nakushauri katika Bwana ni nini? Endelea kukaza katika maombi ili kuweza kuzaa jambo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Taona hata kwa habari ya mama huyu, Mama Hana, ambaye ndio msingi mahali ambako tumekaa tukijaribu kujifunza. Mama huyu ameenda, maandiko yanaonyesha hapa ameenda sio mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Hatujui kwa nini kuhani hakufanikiwa kumuona siku zote. Ameenda mara moja, na siku ambayo kuhani kamuona akamtafsiri tofauti. Akawa anajua ni mama mmoja mlevi ameingia madhabahuni amekunywa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nisome hapa mstari wa 12 mpaka wa 15 uone. Watu kabisa ambao ni watu wa safari yako. Mtu ambaye anapaswa kukusaidia, mtu ambaye anapaswa kukupa mtaji, huenda akakutafsiri tofauti. Inaweza kuwa ni nguvu ya giza imekufunika, inaweza kuwa ni upinzani ambao umekaa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe kwenye maandiko hapa. Samueli wa kwanza. Hii Samueli wa kwanza kuanzia mstari ule, sura hii ya kwanza kuanzia mstari ule wa 12. Nenda nao mpaka mstari wa 15. Nao nasema, ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania ya kuwa amelewa. Ndipo mstari wa 14,
na heri ya kujificha, nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Fikiria, mtu hamjui, mtumishi wa Mungu hamjui kabisa huyu mama, lakini akaanza kumwashia moto. Wewe utakuwa mlevi mpaka lini? Kama tafsiri tofauti kabisa, mama wa watu ambaye alikuwa anaugua, anatamani Mungu ampatie mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Hata wewe unaweza kuwa unapita mahali ambako unakutana na tafsiri mbaya juu ya jambo jema unalotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kila ukipanga kufanya jambo lako zuri, linatafsiriwa tu vibaya. Namna utakavyodumu kwenye maombi ndivyo itakavyofunua chochote kile ambacho kimekaa kuweka upinzani wa kukuzuilia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sio lazima sana ikawa sio eneo la biashara yako, hiyo ni eneo sahihi, na Mungu anatamani ufanye biashara hapo, ufanikiwe, ubarikiwe, usaidie na ndugu zako. Lakini utakavyokaza kwenye maombi ndivyo utakavyotoboa. Bwana Yesu asifiwe. Kama Hana alivyokaza mpaka huyu mtu akaweza kugeuka, na mwisho wa siku akamtamkia baraka, na baadaye akapata ujauzito wake. Hali kadhalika Mungu anatutaka tukaze katika madhabahu, tukaze katika maombi, tukaze katika kutafuta uso wake, mpaka tudhihirishe kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo 6 litakuwa jambo letu la mwisho kwa leo, alafu taingia tukaombe kidogo. Jambo la 6, maombi yatakubadili wewe na mazingira yako ili muendane na ukuu unaopaswa kuzaliwa. Maombi yatakubadili wewe na mazingira yako ili muendane na ukuu unaopaswa kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yana uwezo wa kutubadilisha. Maombi yana uwezo wa kubadilisha mazingira yaliyotuzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Utasema hicho kitu umekiona wapi? Fungua kitabu cha Yakobo, ile sura ya 5 mstari wa 16. Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Walikuwa na maandiko matakatifu na nukuu utumishi wa nabii wa Mungu. Yakobo, waraka wa Yakobo ile sura ya 5 mstari wa 16. Sura ya 5 mstari wa 16, nitakusomea mpaka mstari wa 18. Mstari wa 16 nitakusomea mpaka mstari wa 18. Nasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo ikazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko matakatifu yanatuonyesha kwa habari ya mtumishi wa Mungu, yanatukumbusha kwa habari ya mtumishi wa Mungu nabii Eliya, ya kwamba tena anasema alikuwa mwanadamu kama sisi. Mpaka yametumia neno mwanadamu kama sisi, maana yake kitendo alichokifanya kimefanyika ni kitendo zaidi ya uwezo wa binadamu wa kawaida. Sawa Kwa maana yake kinatuashiria kwamba kilichomfanya nabii Eliya akafanya mambo zaidi ya binadamu wa kawaida ni kwa sababu aliomba. Ndio maana maandiko hapa yametukazia kwamba alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja kama sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa na huko katika mazingira hayo. Kuna mambo unataka ufanye, lakini
mazingira hayakuruhusu. Unatamani uwe na uwezo wa kwenda kanisani, unatamani uwe na uwezo wa kufungulia nyimbo ya Injili hapo sebuleni kwako, lakini unajua kabisa mume wako sio muamini na hataki kabisa mambo ya kiroho hapo nyumbani. Maombi sio kubishana, maombi sio kushikana shati, yana uwezo wa kubadili mazingira yako. Ya Yesu asifiwe sana. Kwa haijalishi mazingira yako yanaonekana ni magumu kiasi gani, kuzaa jambo lako kuu. Maombi yana uwezo wa kubadilisha wewe ama kubadilisha mazingira ama kuwabadilisha wote wawili, ili kudhihirisha kile kitu ambacho kiko ndani yako. Haijalishi ulikuwa unatafuta mtaji wa shilingi ngapi. Inawezekana ulikuwa unatafuta mtaji wa milioni 20 kwa sababu ya eneo la soko au eneo ambalo unatamani ukafanyia biashara. Mungu anachotuelekeza siku ya leo ni kwamba iko nguvu katika maombi. Sio tu itakufanyia uweze kuona, itakusaidia uweze kuona sawa sawa, lakini nao uwezo wa kuvuta watu ambao watakupa hicho ambacho unakihitaji ili kuweza kulitimiliza hilo shauri la Mungu lililo ndani yako. Haijalishi kuna ugumu unauona kiasi gani kwenye mazingira yako, utakavyoamua kukaza na kuomba, neno la Bwana linaniambia ya kwamba hakuna mazingira yatakuwa magumu mbele yako. Kama nabii Elia anatamkwa kwamba alikuwa ni mwanadamu kama sisi, lakini kwa kuomba aliweza kuzuia mvua, kwa kuomba akairudisha mvua. Sio zaidi sana mimi na wewe ambao tuko kwenye agano tunaloambiwa kwamba ni agano bora zaidi, tunao uwezo wa kuomba na kubadilisha mazingira yetu. Haijalishi hospitali wamekwambia kitu gani, wamekwambia wewe ni tasa, hutokaa ushike ujauzito na kizazi kimeondoka. Neno la Bwana ambalo liko mbele yako muda huu ni ya kwamba haijalishi mazingira yako yamekaa namna gani, utakavyoshika zamu yako kumlilia Bwana, liko neno la Bwana ambalo litakuja, na neno hilo litatamka kitu kama nabii Eli alivyotamka juu ya mama huyu, na huyu mama akashika ujauzito mwaka uliofuata. Haijalishi biashara yako imeshika kiasi gani, haijalishi wametamkia vitu gani, haijalishi wametoa kafara za namna gani dhidi ya kufanikiwa kwako, utakavyoshika zamu yako kuomba, Mungu wa majeshi atainuka upande wako. Anachotafuta tu ni nguvu yako ya ndani iongezeke. Anachotafuta tu ni uwezo wako uongezeke. Anachotafuta tu ni moyo wako uendelee kumwegemea, na yeye atashuka kukutetea. Haijalishi wamekuweka hapo kwa miaka mingapi. Huenda ni mzunguko umezunguka miaka 10. Tatizo lile lile umezunguka umemaliza na makanisa. Roho Mtakatifu kanituma kuelekeza siku ya leo, utakavyoshika zamu yako kuomba safari hii, kwa sababu neno la Bwana limesha kuja kusafisha njia. Uwezo wa Mungu utaingia kwenye maisha yako, njia zako zitafunguka, biashara yako itafunguka, huo utasa utaondoka. Neno la Bwana limekuja kwa ajili yako siku ya leo, ya kwamba haijalishi wamekutoa machozi, haijalishi wamekutolea kafara, haijalishi wamekufunga kwa vifungo vigumu, Roho Mtakatifu tayari ameshuka sebuleni kwako. Roho Mtakatifu tayari ameshuka nyumbani kwako kwa ajili ya kukufungua. Leo hii uweza wa Mungu unakwenda kukusaidia. Uweza wa Bwana unakwenda kukufungua. Uweza wa Bwana unakwenda kukufungua na kuachilia nguvu ya kuomba ili uweze kushika zamu yako mpaka uone matokeo. Neno la Bwana linanikaza kukwambia ya kwamba utakaposhika zamu yako utakuwa kama Elia aliyebadilisha matokeo ya mji wake kwa kusugua goti. Nawe utabadilisha matokeo ya kizazi chako, utabadilisha matokeo ya mji wako, utabadilisha matokeo ya familia yako kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sio kwa nguvu, sio kwa uweza, bali ni kwa Roho Mtakatifu, na ndiyo ambaye ameachilia neno hili kwako siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Nataka niombe na wewe mtumishi wa Mungu. Nataka niombe na wewe mtumishi wa Mungu. Wewe ambaye neno hili limekuwa ni la kwako. Nataka niombe na wewe. Huenda ulikata tamaa, huenda ulishamaliza makanisa, ulishamaliza watumishi na jambo lako limegoma kufunguka. Roho Mtakatifu yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Hujatizama kipindi kwa bahati mbaya. Mafundisho haya hayajakujia kwa bahati mbaya. Liko jambo lako ambalo Mungu anataka kufanyia. Na leo ni siku yako. Nataka niombe pamoja na wewe. Hapo ulipo nyanyua tu mikono yako juu. Nyanyua mikono yako juu, nataka nikuombee. Mungu uliye hai. Baba, asante kwa ajili ya mama huyu. Asante kwa ajili ya baba huyu. Asante kwa ajili ya ndugu huyu.
ambaye Mungu umemkusudia. Utuma neno lako ili kuponya na kutoa watu kwenye maangamizo yao. Kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina kuu la Yesu Kristo, hayo mateso yakakome, hayo mateso yakakome, hayo mateso yakakome, hayo mateso yakakome. Hiyo roho ya uzinzi iliyokaa ndani yake kwa muda mrefu na kumzuilia kuona ukuu wa Mungu na kuzuilia huo utumishi wake, inaharibiwa kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Huo ufahamu uliokamatwa, huo ufahamu uliokamatwa, huo ufahamu uliokamatwa, huo ufahamu uliokamatwa ili kumtunza kwenye usingizi, ili kumtunza kwenye uvivu, umekombolewa kuanzia saa hii kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nafungua hiyo afya sasa. Pokea afya yako, pokea afya yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu mpya ya kuomba, pokea nguvu mpya ya kuomba, pokea nguvu mpya ya kuomba mpaka uone matokeo. Pokea nguvu ya kusukuma kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Amina. Amina sana. Mungu na akubariki sana rafiki. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Tuonane tena sehemu ya pili ya somo hili la kuzaa mambo makuu katika Bwana. Mpaka wakati ujao, Mungu akubariki.